Kwenye jina kuna roho kamili, kwenye jina kuna nafsi, kuna kiunganishi. Huwezi ukasema jina ni kwa ajili tu ya kuitwa na wewe uitike naam. Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu huwa anacheza na jina la mtu. Wewe unaitwaga nani? Hofu kwa mabinti, akifuatwa na kijana akimwambia tu ninaitwa Emmanuel, Kelvin, Barnaba. Ulimuita mtoto Daudi kwa sababu gani? Kwa hiyo majina yanakuwa yanatisha. Watu wengi wanasoma Biblia kama kasuku. Unapomuita mtoto jina la kwenye Biblia, hakikisha umekaa vizuri, maana elewa kwamba Mungu anakutumia we mzazi kama nabii wa kwanza. Kama Mungu hutumia jina, na shetani naye hutumia majina. Maisha ya watu yameharibika sana kwa ajili ya habari ya majina. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali cha kuwa mbele yenu kuyasema maneno ya Mungu kama maungamo mema mbele ya mashahidi wengi. Ndimi Mwalimu Elizabeth Simkwai. Nimekuja na kichwa cha somo kinachosema uthamani Mungu aliyouficha kwenye jina ili alitumie kumpeleka mwenye jina kwenye hatima yake. Kwa hiyo kama Mungu anathamini jina, na sisi watoto wake tunatakiwa tuthamini jina. Kwenye jina kuna mambo makuu manne ambayo tunatakiwa tuyafahamu. Jambo la kwanza, kwenye jina kuna roho kamili. Jambo la pili, kwenye jina kuna nafsi. Jambo la tatu, kwenye jina kuna utambulisho. Jambo la nne na la mwisho, kwenye jina kuna kiunganishi. Tunaposema nafsi, ulimwengu wa roho umtambui mtu kwa sura. Utambulisho wako uko kwenye jina. That's why hata ukipaka makeup tunakujua wewe ni fulani, na hata ukiwa hauna basi wachawi huwezi kuwachenga, wanakujua. Kwenye haya maisha tunayoishi, kupata au kukosa, jina lina mchango wa mtu. Kupata au kukosa, jina lina mchango wa mtu. Jina lolote linakuunganisha na kitu fulani kiroho. Huwezi ukasema jina ni kwa ajili tu ya kuitwa na wewe uitike naam au wabe. Hapana, jina linakuunganisha na kitu fulani. Jina lolote linakuunganisha na kitu fulani kiroho. Na hapa niseme kwamba asili ya hilo jina ni wapi? Wapi ulipolitoa? Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu huwa anacheza na jina la mtu. Anajua kabisa jina la mtu lina maana sana. Ndio maana anapotaka kubadilisha maisha ya mtu au kufanya chochote kwenye maisha ya mtu, kitu cha kwanza ambacho anakikonsida ni jina. Aliwabadilishia majina watu wengi sana kwenye Biblia, na kuna wakati hata alipotaka kuwabariki watu fulani aliwatoa kwenye jina walilokuwa nalo akawapa lile jina ambalo anajua kabisa litawapeleka kwenye kile ambacho kimekusudiwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tukiangalia mfano mzuri ni Ibrahim na mkewe Sara, wote walibadilishwa majina. Yakobo naye alibadilishwa jina. Kwa hiyo na wengine wengi sana kwenye Biblia walibadilishwa majina. Kisoma kwenye neno la Mungu katika Mwanzo 12:2b utakuta habari ya Ibrahimu. Anaambiwa na Mungu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Kwa hiyo anamuona Ibrahimu ni maskini sana. Anamwambia, wewe maskini sana ambaye ni mtoto wangu Ibrahimu, lakini mimi sitakuletea wazungu wa kubariki. Kitu nitakachokifanya, nitalibadilisha jina lako. Kwa hiyo unaweza ukaangalia umuhimu wa jina katika hatua za mtu. Kwa hiyo tunakuja kumwangalia Yakobo alipotokewa na malaika. Alipotokewa na malaika pale, akawa anamwambia malaika, nibariki, nibariki. Malaika akamwambia, kwani wewe jina lako wanakuitaga nani? Akasema, mimi wananiita Yakobo.
Akamwambia basi kuanzia leo utaitwa Israeli. Kwa hiyo ina maana Yakobo haikuendana na kile alichokuwa anakihitaji. Katika maisha unaweza ukawa unahitaji mambo mazuri mengi, mambo mema mengi, lakini jina lako likakataa. Kwa hiyo Yakobo anasema nibariki, nibariki, lakini malaika akitazama anaona kabisa kwamba kupitia hili jina wala siwezi kuachilia baraka ikampata. Na kwa sababu sio muongo, malaika ametumwa na Mungu, anasema wewe unaitwaga nani? Akasema mimi wananiitaga Yakobo. Akamwambia kuanzia leo utaitwa Israeli. Kwa hiyo tunakuja kuangalia hata Sara alikuja kupewa jina na baadaye akapata mtoto. Kwa hiyo kama Mungu hutumia jina, na shetani naye hutumia majina. Kwa hiyo kama shetani anatumia majina, Mungu naye anatumia jina. Ndio maana neno la Mungu linatuambia katika Mithali 22:1 anasema kwamba heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Wewe ukiwa kama baba, ukiwa kama mtoto, unaoa, unakuwa na watoto, kitu gani unachotakiwa kuzingatia? Heri kuchagua jina jema. Usiangalie mali wakati unachagua jina, bali angalia jina jema. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mithali 10:7 anasema kuwakumbuka wenye haki huwa baraka, bali jina la mtu litaoza. Hizi ni njia ambazo wachawi wanatumia kuharibu maisha ya mtu. Kwa hiyo anasema jina la mtu litaoza. Ina maana kwenye ulimwengu wa roho jina linaweza kuozeshwa, kama vile nyanya inavyoweza kuoza, kama vile matunda yanavyoweza kuoza. Biblia inatuambia kwamba jina la mtu mwovu linaweza kuoza. Kwa hiyo kupitia namna hii ambayo tumesoma, inatujulisha kabisa kwamba tunatakiwa tuwe makini. Jina la mtu linaweza kuoza. Huwezi kusema kwamba mimi nimeitwa jina zuri, nimeitwa jina la kwenye Biblia. Hapana, ina maana jina linaweza kuoza. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababishwa kwenye jina na mtu akafukarika, akawa na maisha magumu, jina la mtu linaweza kufutwa. Kisoma katika Zaburi 109:13, Biblia inasema wazao wake waangamizwe, jina lake lifutwe katika kizazi cha pili. Kwa hiyo anasema jina lake lifutwe katika kizazi cha pili. Ina maana kumbe jina la mtu linaweza kufutwa. Kwa hiyo wewe unaamini kabisa unaitwa Elizabeth, unaamini kabisa unaitwa Emmanuel, unaamini kabisa unaitwa Kelvin, unaamini kabisa jina lako ni zuri, wamekupa jina kama la mchungaji wa baba yako, lakini neno linatuambia jina linaweza kufutwa. Hata hofu kwa mabinti, kuogopa majina fulani fulani, akifuatwa na kijana akimwambia tu ninaitwa fulani, mimi naitwa labda Barnaba, au naitwa Emmanuel au Kelvin au Shabani Bakari, unashangaa nakataliwa. Yaani mtu haamini kwenye hayo majina. Sasa nataka niongee kitu ambacho kinasababisha. Unajua ulimwengu wa giza unafanya mambo yake kwa mfumo. Kwa hiyo kama ninavyokueleza jina linavyoweza kuharibiwa, jina la mtu linaweza kuharibiwa na kuwa mtu mbaya, na wakati mwingine akatenda matendo mabaya. Waganga wengi wanapata vitu kutoka kwenye Biblia, kwenye neno la Mungu. Wanayatumia yale maarifa ambao watoto wa Mungu wameshindwa kuyatumia. Wanasema ukimwekea mtu hata 50,000 kwenye Biblia, hapo itakata miaka wala hataiona, kwa sababu kumekuwa na watoto wengi ambao ni wa Kikristo kabisa na hawapendi kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo imekuwa ni madhara sana. Kwa hiyo majina yanakuwa yanatisha. Mtu anaogopa kutembea na kina Veronica, anaogopa kutembea na wakina Elizabeth, anaogopa kutembea na wakina Mariam. Lakini shida sio jina. Shida ni vitu ambavyo vinaachiliwa na vinaanza kufanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wakati tunaangalia mzazi anapompa mtoto wake jina,
let's say jina la Emmanuel. Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo utakuja kuangalia position ambayo Mungu aliwaeka wa wazazi wa Emmanuel, wakaamini kwamba Emmanuel ni jina zuri, na wakamportray mtoto wao kwenye hilo eneo la jina zuri. Lakini adui anachokifanya, akiliangalia jina la mtu, anaijua ile azma ya mtu, anajua ile azma ya wazazi, anajua walitarajia hichi, walitarajia hichi. Kwa hiyo shetani inakuwa ni rahisi, ufalme wa giza unakuwa ni rahisi kuanza kupambana na kile kilichofichwa kwenye lile jina. Ndio maana mtu anamuita mtoto wake Paulo, lakini huyu Paulo nenda kamwangalie mtaani, ni mwizi wa ng'ombe hujapata kuona. Lakini kiukweli utakuta wazazi walikuwa wameokoka, wanasali jumuiya za vikundi, wanaenda fellowship, na wakasema ngoja tumpe mtoto wetu jina la Paulo, wakiamini kabisa zile nguvu zilitenda kazi kwa Paulo zitatenda kazi kwa mtoto wao. Lakini nini kinatokea? Tunamuona Paulo anakuwa mwizi, Paulo anakuwa mlevi, Paulo anakuwa mwongo, haendani. Ni nini sasa ambacho kinatokea? Ni nini ambacho kinasababisha? Kinachosababisha ni kuto kusoma neno la Mungu. Kitu gani ambacho natamani kuwahusia watu wa Bwana? Ni kulisoma neno la Mungu. Hatukatazi kuwaita watu majina kwenye Biblia, lakini tunachokitaka, unapomuita mtoto jina la kwenye Biblia, hakikisha umekaa vizuri, maana elewa kwamba Mungu anakutumia we mzazi kama nabii wa kwanza. Nabii wa kwanza anaachilia neno la kimamlaka. Kwa hiyo simama umthibitishe huyo Paulo katika malezi, ili mtoto atembee katika malezi. Umemwita mtoto Paulo, unalewa mbele yake. Umemwita mtoto Paulo, unapiga mama yake mbele yake akiona. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo vinaharibu sana kile ambacho kiko nyuma ya lile jina, na kusababisha adui kusimama na kuharibu maisha ya watu. Kitu kingine, kutokuwa na uelewa wa rohoni. Unakuwa una uelewa wa rohoni. Watu wengi wanasoma Biblia kama kasuku. Unapoisoma Biblia kama kasuku, unaweza kujikuta kwamba hauelewi ufunuo. Andiko, Biblia inasema uua, lakini roho, ufunuo huisha. Kile ambacho kimefunuliwa kwa ajili yako kinauisha. Kwa hiyo andiko kama andiko tunasema ni maembe, lakini tunapotaka juisi lazima maembe yaingie kwenye mchakato wa kuoshwa, wa kukatwakatwa, pengine kumenywa. Wengine wanasema maembe yakimenywa ni vitamini inaondolewa. Kwa hiyo inawezekana kukatwakatwa, kuwekwa kwenye blender. Ule mchakato ndio ufunuo uliofichwa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo ufunuo huo sasa unaweza kukusaidia. Kwa hiyo nikakutana na baba mmoja akaniambia, mimi ninaitwa Baba Daudi. Nikacheka kidogo, nikamwambia, ulimuita mtoto Daudi kwa sababu gani? Akaniambia, mtumishi, mimi nilikuwa nimempenda yule Daudi alivyomuua Goliati. Nikamwambia, lakini unamjua Daudi huyu ndiyo aliyetamani mke wa mtu ambaye ni Uria na akamuua ili ampate. Akacheka akasema, hapana, mimi hapa sikumuita kwa sababu hiyo. Kwa hiyo wewe ulimuita kwa sababu nzuri, lakini huyo uliomuita alifanya hayo. Kwa hiyo hatuna namna. Ukisoma neno la Mungu katika Ayubu anasema, je, tupate mema, mabaya tusiyapate? Kwa hiyo ina maana lazima tudili na yale mema na lazima tudili na yale mabaya. Tufanyaje yale mabaya yasije? Ni kweli kabisa kwamba wakati mwingine tumewaita watoto majina ya mashujaa wa imani, lakini hawa majina ya mashujaa wa imani, kuna vitu vizuri walifanya na kuna vibaya walifanya. Hatuna namna. Kuna watu wakisoma Kumbukumbu la Torati, zile baraka zilioachiliwa, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, wanaamini baraka ni zao, lakini zile laana wanafikiri ni za mwingine. Mungu anapotupa maelekezo kupitia neno la Mungu, tunatakiwa tuwe wasomaji,
tusome fungu zima, tusome paragrafu zima. Ni kama tulivyokuwa form 2, tunapewa kitabu, tunaambiwa tusome, alafu baadaye tunaambiwa summarize, andika habari hii kwa ufupi. Ndivyo maisha ya kusoma neno yanavyokuwa. Tutakavyokuwa wasomaji wa neno, tunaweza kujikuta tukakutana na ufunuo mzuri uliofichwa katika neno, na tukaelewa nini kusudi la Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Maana kiukweli maisha ya watu yameharibika sana kwa ajili ya habari ya majina. Mungu awabariki sana. Neno lake hili tulilojifunza, somo hili na maneno yote yakapate kuzaa matunda ya toba katika maisha yetu, na kusimama na kujua ni nini tunatakiwa kufanya.